Karibu kwenye Mwangaza wa Maisha. Leo tunazungumzia mada nyeti lakini muhimu. Jinsi mwanaume wa kiume anavyojionyesha mbele ya wanawake warembo kwa heshima, kujiamini na busara. Msingi: wanaume wenye afya, heshima na kujiamini. Wanaume wa kweli si maneno makali, si ubabe, ni kujiamini kimya kimya na kumheshimu kila mtu. Kumbuka, mwanamke ni binadamu kamili, mwenye hisia, malengo na mipaka. Urembo usikupofushe kwenye maadili. Kanuni ya dhahabu: ongea na mwanamke kama vile ungependa watu wazungumze na dada yako, mama yako au binti yako. Mfano wa sauti: habari, naitwa Kelvin Zimali. Nimependa jinsi ulivyojitokeza kwenye mjadala ule, uliweka hoja vizuri sana. Inasifia tabia, akili, si mwili. 2. Lugha ya mwili inayojenga heshima. Simama wima, lakini usiwe mkavu. Mabega yateleze chini, uso wenye tabasamu la kirafiki. Mawasiliano ya macho: angalia, kisha toa mapumziko mafupi. Usimtazame kwa kutafuna macho au kutizama sehemu za mwili. Ni kero. Umbali salama: weka nafasi ya staha. Mikono: epuka kuonyesha ishara za kujikweza, kutoa ishara za kudharau. Tumia ishara chache, taratibu. Makosa ya kuepuka: kutazama sana mwili, kukaribia mno au kumgusa bila ruhusa. Mazungumzo: anza kwa hoja, si picha. Fungua mazungumzo kwa mada halisi, mazingira, tukio, kilichovutia kuhusu fikra zake. Uliza kisha sikiliza. Wanaume wengi huanguka kwa kuzungumza sana, kujisifu. Sauti: tulivu, thabiti. Weka mapumziko kidogo baada ya swali ili kumpa nafasi. Usifutue na urembo. Zungumza kama mtu uzima. Mifano ya ufunguzi mzuri: nimependa hoja uliotoa kuhusu nidhamu ya kifedha. Ulianza lini kusoma mada hizo? Kipindi cha leo kimenifungua macho. Wewe ni mwandishi, unaonekana na uelewa mpana. Mifano ya makosa: umeumbika. Mara ya kwanza inaweza kumtia wasiwasi. Nina gari, biashara na connections. Kujiongeza kupita kiasi. Ridhaa na mipaka: ridhaa ni lazima. Mawasiliano ya kimwili au hatua za urafiki wa karibu lazima ziwe kwa hiari. Soma ishara: ukiona hana muda, hamu, heshimu. Usilazimishe gumzo. Usimguse bila ruhusa. Handshake au kuachana salama ni bora kuliko jaribio la kumbatia bila ishara. Endesha mazungumzo kichwani ukiheshimu mipaka. Je, ninauliza swali linaloingia faraga kupita kiasi? Je, muda wake unaruhusu? Mfano wa heshima: naona una haraka, nisingependa kukuzuia. Nikiomba namba yako au Instagram, kama utapenda tuendelee kesho. Unatoa chaguo, si shinikizo. Kujiamini kunakoonekana bila kiburi. Jitunze: usafi, mpangilio, harufu safi, mavazi ya staka. Hayo yote huonyesha heshima kwa nafsi yako na kwa wengine. Simamia kauli yako kwa utulivu. Usibishane ili ushinde. Bishana kwa hoja, si jazba. Kubaliana kutokubaliana: naona tofauti kidogo hapa, ngoja nisikilize zaidi mtazamo wako. Kujishushi inapobidi: sikujua hilo, asanteni kwa kunifahamisha. Ucheshi wa staha na miondoko safi: ucheshi mwepesi unaovunja barafu, usiwe wa kudhalilisha au wa kimwili. Miondoko ya staha: kama mazungumzo yanahitaji kuisha, funga kwa heshima. Imenifurahisha kuongea na wewe. Nitarudi kwenye kundi letu pale, tutaonana tena. Ishara za tahadhari za mwanamume asinazo: kukejeli wanawake au kutukana, hapana. Kujiongeza kupita kiasi, showing off au kudanganya. Kulewa nguvu za urembo hadi kupoteza mipaka. Kuomba namba kwa msukumo, mara nyingi, au kumfuata bila ruhusa. Kuhojia maswali ya faraga mapema: mapato,
mahusiano ya zamani. Hitimisho: wanaume wa kweli unaonekana kwenye heshima, nidhamu na kujiamini. Mbele ya mwanamke mrembo, onyesha utu, hoja na tabia, si maigazo. Hapo ndipo unaacha kumbukumbu iliyo bora. Asante kwa kutazama Mwangaza wa Maisha. Usisahau kusubscribe na kushiriki.